Japo vimechelewa, si neno sana. Kazi itafanyika. Samahani sana kwa usumbufu uliojitokeza. Usijali. Deo atakubebea mizigo yako hadi hapo nje. Umefanya jambo la maana sana kumwajiri kijana. Sababu bosi kama wewe si mtu wa kuvimbishwa misuli. Mbona niko fiti tu? Uko fiti? Shauri yako. Wakati wa bamvua ndio wakati wa kuvua. Umeanza. Kama kawaida. Karibu sana. Asante. Karibu tena. Asante. Ngoja nikuitie Deo akutolee hapo nje. Haya sawa. Deo. Maisha halisi ni tukiwa macho au tunapolala. Mana inachanganya, dunia inachanganya. Ona tunavyoishi, wengine ni kama wanafanya masihara. Mambo wanayofanya yanavuruga sana. Ni kama tunachimbia na mashimo, nahusishwa kwa mambo ambayo simo. Nafanya wa mfano, chanzo cha mgomo. Hata rafiki yangu wa karibu yupo upande wa kuharibu. Maumivu juu ya maumivu, na bosi ni kama ananitafutia sababu. Uongo umeuzidi nguvu kweli. Uongo umeuzidi nguvu kweli. Uongo umeuzidi nguvu kweli. Mambo. Hati mambo. Leo mlikuwa na dharura gani hadi mmechelewa? Hanzo hayupo. Siku moja bwana kuchelewa sio mbaya. Ndio. Paka. Nidhamu ya kazi ni kitu cha muhimu sana. Umeanza. Yaani mteja sio mchawi. Halo? Unaongea na afisa mauzo na masoko wa Ilondo Fashion. Nikusaidie nini? Nataka kujua oda yangu imefikia wapi. Nimeagiza magauni 3 ya batiki. Okay, sawa. Tafadhali subiri. Vero, mteja wa magauni ya batiki anaulizia oda yake. Namba ngapi? 213. Mteja namba 213. Ya. Kila kitu kipo tayari, tunangoja malipo. Martin, umepokea malipo ya mteja namba 213? Hapana. Madam, magauni hapo tayari, tunasubiri malipo. Malipo gani? Nililipa toka wiki iliyopita. Tunaomba tutumie risiti tafadhali. Natuma sasa hivi. Martin, ametuma risiti kwa njia ya email. Tafadhali ihakiki. Sawa. Risiti ina invoice number. Pili, kwenye system hakuna invoice iliyotengenezwa kutokana na customer order yake. Mwambie kutumia invoice tulizomtumia. Sawa.
Halo madam, tumepitia lisiti yako, tunaomba utumie invoice ya malipo. Invoice gani? Sikutumiwa invoice yoyote. Nilitumiwa namba ya account kwenye message na nikafanya malipo hapo hapo. Sawa, tutakurejea. Anadai hakutumiwa invoice, alitumiwa account namba kwa njia ya message. Sawa, kuna kitu nitacheki. Halo? Halo? Samahani Madam Elini kwa kusumbua. Tunahitaji malipo ya mwezi uliopita ya akaunti ya kampuni. Kuna kitu tunataka cross check. Na request nitakutumia kwenye email. Risiti ya tarehe na namba ya risiti. Hakuna huo mwamala. Hebu nione. Namba ya akaunti sio sahihi. Sema. Sio sahihi ndio. Halo. Madam, tumeipitia risiti yako. Umelipa kwenye akaunti ambayo sio sahihi. Nini? Nataka nguo zangu. Madam, tafadhali lipia kwenye akaunti sahihi ya Ilundo Fashion. Nitakutumia invoice yenye akaunti sahihi. Malipo nimefanya, nataka nguo zangu. Hatuwezi kutuma nguo bila malipo sahihi kuingia kwenye akaunti sahihi. Matapeli wakubwa nyie, tutaona. Kwa nini mteja afanye malipo kwenye akaunti tofauti? I wonder. Hii imezidi sasa. Ni tapeli au ametapeliwa? Sawa.
Deo, haraka basi, toa maboksi yapeleke ushonaji haraka. Sasa forklift wa kampuni nifanye kazi yangu. Bora Anzo arudi tu, maana hii kazi ya kukagua mizigo inaniharibia ubunifu wangu kabisa yani. Halo, unaongea na afisa mauzo na masoko wa Ilundo Fashion. Tafadhali karibu nikuhudumie. Naulizia oda yangu. Tafadhali nisajie customer order yako. Customer order yangu ni 216. Namba 216. Nasubiria malipo ya mwisho. Bado hajalipa. Hello, nguo yako ipo tayari, tunasubiri malipo. Nililipa jana kwenye lipa namba yenu. Samahani, malipo yetu yote hufanyika kwa njia ya benki. Huu ni ujinga gani? Mmenitumia wenyewe. Hapana, tafadhali fanya malipo kwa njia sahihi zilizoelekezwa kwenye invoice. Invoice gani? Mimi sielewi, ninachotaka ni nguo yangu. Hayo mengine sijui. Samahani, fanya malipo sahihi, tutakuletea nguo zako. Uwe na mchana mwema. Huyu naye kalipa kwa simu. Wa kwanza ni bahati mbaya. Na huyu je? Umeanza. Yaani tutumie tu. Tafadhali tu. Mmechelewa. Leo mlikuwa na dharura gani hadi mmechelewa? Sawa. Tulikuwa tunahitaji malipo ya akaunti ya kampuni. Maana hii kazi ya kukagua mizigo inanifanya ni Wapo. Tafadhali nitajie customer order yako. Kwenye mudi ya kawaida. Sawa.